Bwana, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetangaza rasmi majina ya waamuzi watakaosimamia pambano kubwa la ligi kuu NBC kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club takalopigwa Jumapili hii. Dabi ya Kariakoo ni moja ya michezo yenye mvuto mkubwa zaidi nchini na ukanda wa Afrika Mashariki, hivyo maandalizi yake huambatana na tahadhari kubwa, hususan katika uteuzi wa waamuzi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya TFF, mwamuzi wa kati atakuwa Nasor Mwenchui, atasaidiana na Kasim Mpanga kama mwamuzi msaidizi wa kwanza, huku Hamdan Saidi akiteuliwa kuwa msaidizi wa pili. Nafasi ya mwamuzi wa akiba itashikiliwa na Ramadhan Kayoko. Kikosi hicho cha waamuzi kitapewa jukumu la kuhakikisha sheria 17 za mpira wa miguu zinatekelezwa kwa usahihi na haki ndani ya dakika 90 za mchezo huo. Hata hivyo, kama ilivyo desturi, kila inapokaribia dabi, uteuzi wa waamuzi umeibua mjadala mpana miongoni mwa wadau wa soka, baadhi ya mashabiki wakionyesha mashaka yao juu ya uzoefu wa mwamuzi wa kati katika kusimamia mechi zenye pressure na ushindani wa kiwango cha juu kama huu. Hoja inayotolewa mara kwa mara ni kwamba dabi hii huhitaji mwamuzi mwenye uzoefu mkubwa wa kimataifa au angalau aliyewahi kuchezesha michezo mikubwa yenye uzito sawa. Wapo pia wanaopendekeza kuletwa kwa waamuzi kutoka nje ya nchi ili kupunguza lawama za upendeleo, wakiamini kuwa mazingira ya ushindani wa jadi kati ya klabu hizi mbili yanaweza kuzua tafsiri tofauti kwa kila uamuzi utakaotolewa uwanjani. Hata hivyo, kuna hoja mjadala inayosisitiza umuhimu wa kuamini na kuendeleza waamuzi wa ndani kwa kuwapa majukumu makubwa yatakayowajengea uzoefu na kuimarisha viwango vyao kitaaluma. Kwa mtazamo wa kitaalamu, uwezo wa mwamuzi haupimwi kwa ukubwa wa jina bali kwa maandalizi, uthabiti wa mwamuzi na uadilifu katika utekelezaji wa kanuni za mchezo. Pressure ya dabi ni sehemu ya mchezo, na waamuzi walioteuliwa wanatarajiwa kuwa na maandalizi ya kisaikolojia na kiufundi yatakaowawezesha kusimamia pambano hilo kwa weledi. Je, watamudu pressure ya dabi? Majibu yatapatikana dimbani Jumapili. Toa maoni yako hapo chini kuhusu mwamuzi wa kati. Usisahau kulike, share na kusubscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali ya kimichezo.